Sasa inaitwa baba, lakini mwili wetu ni jinsi tunavyoonyesha kile tunachopenda kama mtu kwenda nje kuathiri ulimwengu na watu wanaotuzunguka. Hiyo ndio inayojulikana mwili. Sasa ni kama vile sasa mwana. Taeleza vizuri hapa. Hata sasa ufahamu wa kimsingi sisi ni nani kama wanadamu unatuwezesha kupata wazo la kimsingi la busara la utatu uliopo katika nafsi moja ya Mungu. Ndio maana yake. Kwa ndio bila shaka Mungu anaweza na hana magumu kuliko hivyo, lakini matatizo haya yanakujaga kwa sababu sasa hatuelewi sana. Ndio maana nikasema mwisho wa siku tunaishia kusema hii ni fumbo la imani. Sasa fumbo la imani lazima liweze kufumbuliwa. Sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sasa tuchukue mtazamo tu rahisi wa kila moja ya mawazo haya au sehemu za Mungu, ikimaanisha naanza na Baba. Kama inavyoonyeshwa katika Biblia, sehemu au kipengele cha Mungu kinachoitwa Baba ni msingi usio na mwisho wa milele na usiojulikana wa Mungu. Hiyo Baba ni msingi unaweza kucheka ni msingi usio na mwisho wa milele na usiojulikana na Mungu. Kwa sisi wanadamu wenye kikomo hatuwezi kamwe kuelewa kwa ukamilifu asili ndani ya Mungu, lakini tunajaribu kufafanusha kwa ubinadamu wetu ili tuweze kuelewa. Kwa Mungu yuko mbali sana na sisi hivi kwamba ikiwa tungejaribu itakuwa kama kujaribu kuelewa asili ya jua na kurukia ndani ya jua. Bila shaka utayeyuka tu dakika moja, lakini kwa akili ndogo tulionayo, basi hata kwa akili tunavyoliona lile jua, sasa lile ni jua na jua hili iko hivi. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Bado tunaweza tukasema wazo fulani la msingi na kile kipengele cha Baba cha Mungu, kwa maana kuwa msingi wa Mungu sasa ni upendo, kama vile Mtume Yohana asemavyo kwenye Yohana wa kwanza 4:8 anaposema upendo huu usio na kikomo wa milele una nguvu sana hivi kwamba uliumba ulimwengu huu mkubwa kabisa. Yani ndio hiyo Baba tunapoongelea Baba. Kwa hiyo mtu aweze kuelewa. Kwa kila kitu tunachokiona karibu nasi katika dunia hii na mamilioni ya miaka ya nuru katika ulimwengu kiliumbwa na kimeumbwa kutokana na upendo wa Baba ndani ya Mungu mmoja. Kwa sababu sisi hatuna miungu wengi. Hatuabudu miungu wengi, lakini upendo ule ule ulioumba ulimwengu na kila kitu ndani yake pia ni upendo mkubwa kwa kila kitu katika ulimwengu, ukiweka ndani kila mmoja wetu. Kwa Mungu anampenda kila mmoja wetu na anataka kumpa kila mmoja wetu furaha. Ndio hiyo akili nayo iongelea hiyo ya Baba kama Baba. Kwa hiyo kipengele hicho naomba niwe nimekifunga. Niende kwa Mwana. Mwana, ingawa hatuwezi kamwe kumjua Baba au kiini cha Mungu moja kwa moja, Mungu hutufikia ili tuwe na njia fulani ya kumwendea, kumjua na kumpendeza. Huyu Mungu sasa ana njia ya kutufanya tuweze kumjua yeye na kumpendeza. Kile ambacho Biblia inakiita mwana ni njia ambayo Mungu ametufikia na kuwa pamoja nasi ili tumjue na kumpenda. Ndio maana akaitwa Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Unaona, sio miungu pamoja na sisi. Biblia inaongelea Mungu huyu mmoja. Kwa Wakristo, mwana ni Yesu Kristo kama uwepo wa kibinadamu wa Mungu. Mungu katika mwili. Ndio maana yake hapa. Kwa hiyo naomba isiwachanganye watu, maana hapa mimi nafafanusha vizuri, hili sio fumbo la imani, tunalifumbua hapa sasa. Umeona? Kwa hiyo sasa, kama vile wanadamu tunavyohitaji mwili ili kuingiliana sisi kwa sisi na kuwa na uhusiano kati yetu, ndivyo Mungu anahitaji uwepo wa mwanadamu na mwili wa mwanadamu ili kuingiliana nasi na kuwa na uhusiano nasi. Nakumbuka tulikuwa najibu swali siku moja hapa, tukasema Mungu haendi nje ya ahadi yake na kanuni zake, kwa sababu alikuwa hana haki ya kuja huku duniani. Alikuwa hana mwili, lakini ilibidi atafute mwili ili akae ndani ya ule mwili. Kwa utu wa Mungu sio na kikomo, ni zaidi ya uwezo wetu mdogo wa kuelewa na kukaribia, lakini tunaweza kuelewa, kumkaribia, kumpenda na kumsikiliza Yesu Kristo. Wale ndio tutajua sasa Mungu anaongea. Ndio maana yake. Kwa Yesu Kristo mwana ni Mungu anayekuja kwetu ana kwa ana ili tuweze kumjua, kumpenda na kumfuata Mungu na kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu kama vile tunavyokuwa na uhusiano wa kibinafsi na binadamu wenzetu. Hiyo ndio sehemu ya mwana inayoitwa mwana. Lakini niende kwa Roho Mtakatifu. Tunapokuwa na uhusiano na Mungu inatuathiri.
yani ile effect nzuri, umeona, siongelee bad effect, naongelea ile matokeo mazuri. Kwa tunasikia maneno ambayo Mungu anatuambia kawaida kupitia maandiko yaliyoandikwa kama vile Biblia, na huwa yanabadilisha maisha yetu kutoka ndani kwenda nje. Kwa tunakuwa watu wapya kwa sababu tunajifunza na kujua kwamba Mungu anatupenda, kwamba Mungu ana kusudi kwetu, na kwamba Mungu ana mafundisho na miongozo mahususi kwa ajili yetu kuishi kwayo. Sasa Roho Mtakatifu huonyesha njia zote ambazo Mungu anatugusa kupitia maneno na matendo, na hii inaweza kuja kutoka nje kama vile kusoma Biblia na vitabu vingine vya kiroho, au kusikiliza mafundisho ya kiroho kama ile nini inaitaga kujifunza neno. Ndio Roho Mtakatifu pale unaona yeye anaongea. Hiyo ni sehemu tena ya nani, ya Mungu hapo. Kutoka ndani kama vile kuhisi upendo wa Mungu. Unaona pale ukiwa umekata tamaa, unasikia kila siku asubuhi nabii mkuu akikwambia nyanyuka, usikate tamaa, nenda. Ni Roho wa Mungu yule sasa anafanya nini? Anaongea ndani ya nani? Ndani ya mtu. Kwa hiyo hiyo ndio inavyokuwa hivyo kwa Roho Mtakatifu. Kwa tunapohisi kusukumwa na maisha yetu kubadilishwa na uwepo wa Mungu, huyo sasa ndio Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu anayekuja ndani yetu akitufanya upya na kutubadilisha kuwa toleo bora na la kweli na utu wetu wa ndani ambalo linatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kwa dhana hiyo ndio maana yake. Sasa naomba nianze sasa nimalizie hapa kwa sababu ya muda wetu umekimbia, na nakimbizana na hili swali kweli kweli. Ili nihakikisha namaliza. Sawa. Ndio inaeleweka kwamba viongozi hawa wa Kikristo walioishi karne chache baada ya Yesu Kristo kufa walichanganyikiwa sasa na hizi taarifa kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwani wengi wao walikuwa wametoka kwenye dini za washirikina wenyewe. Kwa hiyo waliposoma juu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ilikuwa jambo la kawaida kwao kufikiria hizi ni nafsi tatu au ni miungu mitatu. Kumbuka asili yao walikotokea. Ndio maana yake hivyo. Kwa hiyo inasaidia kuelewa kwamba kwa kawaida Biblia husema kwa lugha ya kitamathali, lugha ya mifano, umeona? Kwa maana tu tunapoelewa kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hawakukusudiwa kusomwa kama viumbe tofauti, lakini kama ishara ya sehemu tofauti za utu mmoja wa Mungu. Na samahani, naongelea neno utu kwa sababu ndio lugha tunaweza kuielewa huku, lakini Mungu sio mtu. No, Mungu ni Mungu. Kwa kama sehemu ya utu mmoja wa Mungu, basi yote huanza kupata maana kuanzia hapo. Na sasa kuna mgawanyiko wa majukumu kama Tito alivyouliza, maana sio kuwa eti maana Mungu ni huyo huyo mmoja. Sasa ukisema Roho Mtakatifu ni mdogo kuliko ni sawa na wewe tuseme okay, ninavyokuangalia hapa na mimi namuona Jackie ambaye ana roho, nafsi na mwili. Sasa ni sawa nianze kuuliza, kwa ina maana roho yako ni ndogo kuliko mwili wako? Si unaona ni swali linaleta mkanganyiko kidogo. Isipokuwa kuna mgawanyiko wa majukumu. Roho iko ndani yangu, ndio. Nimetamani kile kikombe kiko pale, inabidi ni uinue mwili uende ukachukue kile kikombe pale. Ndio maana yake, lakini ni Mungu mmoja. Kwa kuna mgawanyo wa majukumu. Na huu mgawanyo wa majukumu sasa kulingana na lile somo la nabii mkuu ni kuwa kwenye huu mgawanyo wa majukumu, ile akili ambayo ni Baba mwenyewe, ile akili ndio inadili sasa na wale wateule. Alafu ile akili ambayo ni Mwana, ambayo ni mamlaka, inadili na hawa watumishi wa Bwana hawa. Alafu Roho ambaye ndio anatupa kuelewa, kwa sababu yeye amekusudiwa kila mmoja aelewe. Umesikia neno kutoka kwa mchungaji, kwa nabii wa Mungu, kwa mtume, yani Roho ndio yuko pale, yani kwa sababu Roho ni kama kiunganishi kati ya mawasiliano kati ya Baba na Mwana, umeona? Yani hapo katikati, ili uweze kuelewa, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Sasa ndio maana yeye huku nje, kwa sababu si ndio kuna kila watu huku, kwa sababu pale katikati na kule, haya ni majukumu ya kazi haya. Ndio maana imekuwa iwe namna hiyo. Ndio maana unaona sasa, labda tusome kidogo Biblia hapa. Wakorinto wa kwanza ile 12:4 mpaka 6, somo ambalo ndio nabii mkuu alikuwa amewekelea hapo msingi. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Sawa. 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Wa 6, yes. Biblia inasema hivi. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote
katika wote. Umeona sasa? Wote. Katika wote. Yes. Kwa sasa ndo tunarudi hapa. Sasa baba ni mapenzi au kusudi. Baba ni akili ambayo inajua kila kitu. Uwezo na halisi. Baba pia hufanya maamuzi yanayotegemeana na ujuzi huu mkamilifu. Ile sasa ile akili ile. Mwana ni nguvu. Mwana ni nguvu. Ni kwa njia ya mwana kwamba kila kitu kiliumbwa na viumbe vyote vinadumishwa. Pia mwana ndiye atakayehukumu. Hiyo siku hiyo ndio atakayehukumu katika maisha haya baada ya kifo. Hatutahukumiwa na nguvu fulani zisizokuwa za kibinadamu. No, tutahukumiwa na yule aliyetembea miaka zaidi ya 2000 juu ya uso wa dunia, mwanadamu mwenyewe, ingawa alikuwa mwanadamu mkamilifu huku duniani. Maana yake sisi tumeishi huku duniani na yeye si ameishi. Wewe uwezo kusema pale, mimi bwana, unajua bwana, nimefeli kwa sababu yule demu alikuwa ni mkali. Atakwambia mimi mwenyewe enzi zangu kulikuwa na mademu wakali. Mbona mimi sikufeli? Unaona kwa nini? Kwa sababu ndivyo hivyo. Kwa hivyo, lakini Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu. Ndio maana yake. Neno lile la kumtambulisha Roho Mtakatifu kwa Kigiriki ni neno lile tulilonalo linalojulikana kama pneumatic au pneumonia. Sio pneumonia, ni umonia. Yes. Kwa Roho Mtakatifu yeye ni pumzi ya Mungu. Kwa hiyo sasa fikiria, kama tungekuwa na baba tu, tungekuwa na akili inayofikiria na kuamua, lakini bila njia ya kusema au kutenda. Lakini kama tungekuwa na mwana tu peke yake, tungekuwa na nguvu safi isiyogoshiwa bila kusudi lolote nyuma yake. Na kama tungekuwa na Roho Mtakatifu tu, tungekuwa na pumzi tu au uvuvio tu bila kufanya chochote. Kwa ndio maana ikiwa yani yote ni muhimu sana ili tuweze kujua kuwa hapa jambo hili linakaaje. Kwa hiyo huu sio mlinganisho kamili, lakini tunaweza kukaribia tu kweli kidogo tu kuwa uelewa wa akili za kibinadamu katika swala hili uko namna gani. Lakini ukweli wa mtu asiye binadamu upitao maumbile uko nje ya uwezo wetu wa kufahamu kikamilifu kuhusiana na hilo. Kwa ndo maana nikataka niliweke sawa ili ndugu yetu Tito Paul ajue sisi hatuna miungu watatu, hapana. Tuna Mungu mmoja mwenye utatu ndani yake. Ndio maana sasa nikaanza kufafanusha baba ni akili ile isiyokuwa na mwanzo wala mwisho, kujua. Lakini unaona ukija kwa Yesu anasema mimi ni alfa tena ni omega. Maana yake kuna alfa and omega, kuna mwanzo alafu hapa kuna hapa. Yaani kwa sasa yeye amekuwa yote katika yote, lakini yupo. Ndio maana Yesu mwenyewe unaona anasema Ibrahim hajakuepo, mimi nipo. Kwa maana kuwa nilikuepo, nikawa ni fundi stadi wa ile misingi wa kazi ilivyokuwa inaendelea pale, kwa sababu ile sasa baba ambayo ndio akili ya kuweza kujua ndio ilikuwa imeplani kila kitu pale. Lakini huyu yeye, ndio maana hapa nimesema mwana ni nguvu. Nguvu ya kutimiliza. Kama kwetu huku tungesema kama mwana ni mwili, sasa ndo unao. Ndio maana yake. Kwa hiyo nimjibu Tito Paul kuwa maana kwa swali aliloliuliza inaonekana ni miungu watatu, alafu huyu Roho Mtakatifu ni Mungu mdogo huyu kuliko Mungu Yesu, kuliko Mungu Baba. Ndio nikuambie ni Mungu mmoja, lakini mwenye utatu ndani yake. Ambapo utatu kwa uwezo kasema nani mdogo nani, ila katika ule uwezo ndivyo hivyo. Ndio maana tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Yes.